kwa sababu kila mtu amekuja hapa, amekuja na nia njema. Mimi na watu yangu tumekuja na amani. I am sure Mr. President umekuja na amani. Wacha tumpatie huyu Kiaraho heshima yake. Mimi nimesema wiki iliyopita nikiwa kiongozi ya kwamba Rais William Ruto apewe heshima yake. Akienda pahali asikizwe, akimaliza aende. Todo mugani neke. Kwa hivyo nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie ngwe. Nisisikie nini? Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? Netwaiguithania. Kwa sababu rais, sisi tulikupenda, tulikuheshimu na tulikuchagua. Na hata kama tuko na shida na wewe, tutatatua huko mbele wakati ya uchaguzi. Saa hii wewe iko kwa kiti, endelea kutufanyia ile utaweza. Na ujaribu tu, what you can do, you do. Mambo ingine tutatatua huko mbele. Kwa hivyo hii ni mkutano ya amani. Na mimi sitaki mtu yeyote, hata ile mambo nimesikia ya one time, sitaki kwa hii uwanja. Sitaki. Mmesikia? Hiyo ni mambo yetu ya huko nje. Hii ni sherehe ya maana sana. Na sisi tunataka ikuwe ya heshima. And since the president has come, he has come in good faith. Na mimi nikiwa kiongozi, nataka apewe heshima yake. Wale watu rais wakipata shida, ni hii akina Ichung'wa kama angekuja hapa. Kwa sababu ni wasaliti wa jamii yetu. Na ni watu ambaye wametukana jamii. Ati wanasema sisi ni wakabila na hao ni Wakikuyu. Hao vijana yako rais, nilikuambia kabla hatujakosana kabisa. Nikakwambia hao vijana utembea na hawa, watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wa nilikuambia wataweka kwa shimo. Mimi nilikushauri rais, nikakwambia hawa watu ya mlima hawapendi usaliti. I told you that betrayal is not forgiven among our people. You chose to listen to Kimani Ichung'wa. Sasa hii jamii imekukataa. Na nilikuwa nimekuambia. Sasa huyu Ichung'wa alikuambia atarigijia atasaulika baada ya wiki 2. Sasa ni miaka ngapi? Mr. President, nakuomba ndugu yangu. You are my brother. I want to request you. Tafadhali, tafuta amani na hii jamii. Create peace with this community. Tafuta urafiki na hii jamii. Usisikize hii watoto wanakuweka kwa shimo. Because rais, sisi tukikuchagua, wewe huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Njoroge, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto. Si ndio? Na tukaupatia kura ze. Wewe unasimama juu ya gari ukusema sisi ni wakabila, unatuumiza kwa roho. Na kuomba from today, my brother William Ruto, ukienda kwa Wajaluo, hapana tukana sisi ati sisi ni wakabila. We are not tribal. Tulikuchagua, you are not a Kikuyu. Tukakupatia kura zetu. Tafadhali na kuomba, going forward, don't abuse our community. Let us be. Wacha tukae tu namna hiyo kwa amani. Hata kama hutaki sisi, don't abuse us. Because tukikuchagua, you are not one of us. But we loved you, we supported you, and we can work with you. But hawa watoto wanatembea na hawa. Si mimi ni mzee? Mzee aongee asiongee? Mzee aongee asiongee? Mr. President, when umenifukuza kwa kazi nimeenda Wamonyoro. Mimi nakaanga kusikiza hata Uhuru Kenyatta ameenda Ichaveri anasikiza. Na nyinyi mnasikiza nini? Rais, nilifika hapa jana.
akina mama wakaniambia, nikikuona nikuambie, tulikuwa tumemalizana na vita ya pombe. Ile pombe ya kuua watu imerudi. Imerudi haijarudi? Inaua watoto wetu. Juzi nilisikia ukisema niliharibu. Lakini vile niliondoka mwaka moja unusu, ungekuwa na nafasi urekebishe. Hii pombe inaua watoto wetu. Tafadhali tunakuomba, kama unaweza, kwa ile muda umebaki ya mwezi 14 kwa ofisi, urekebishe, tumalize hii pombe, watoto wetu wasipate shida. Number 2, President, huyu Kiaraho na mimi ni wa kanisa ya PCA. Na kanisa ya PCA iko hapa. When I was seated here, our parish ministers, karibu 17, wamenitumia message. Wameniambia, ukipata nafasi, mwambie rais, watu ya PCA tulimpenda, tulimchagua. Lakini tunaudhika na tunasitikika ya kwamba akiwa president wa Kenya, wahuni wameingia kanisani kupiga watu ndani ya kanisa la PCA huko Mweki na huko Kariobangi, na mpaka wa leo hawajashikwa. Wakristo wa PCA, rais, wanakuomba uamrishe wale watu walivamia kanisa la Mweki PCA, wale walivamia kanisa la Kariobangi, wakamatwe waende kotini. Nikiwa tu hapa, maaskofu 4 wa kanisa la ECK wamenitumia message. Wamesema, nimeona mko pale na rais, ukipata nafasi mwambie ya kwamba polisi 12 walivamia kanisa ya ECK Witima wakiwa na bunduki na risasi na tear gas, wakaumiza wamama na watoto. Kesi imekwisha, uchunguzi umefanywa, wamejulikana. Rais, ECK Church na Wakristo wanauliza utoe amri, wale walivamia kanisa la Witima ECK wapelekwe kotini, ndio utafute amani na kanisa la Kristo. Yeye kiani ndikwenda gukiria hau. Dayo nyoba. Dayo nyoba. Rais, vile umeona leo na utakuja kuona tukiendelea mbele. Ni kweli ulinitoa kwa ofisi. Lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Ni kibarua. Kunitoa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Na ninaomba tafadhali rais, umwambie Kimani Ichung'wah tunaenda Kikuyu Saturday. Amepanga wakora kupiga watu, kuchoma manyumba, kuharibu biashara. Mwambie Kimani Ichung'wah awache hiyo ujinga na utoto, umepitwa na wakati. Adwa nyoba netoiguithania. Netoiguithania. Badilisha kabi hau thutha. Muthegi wa muthamaki wa rugama mithegi yothe gakoma ikarathi ni wahitia muno. Ikarathi. Muthegi titio mwo iguru. Ndengero kama mithegi igana. Muthegi wa iguru ka ndure iguru. Adwa nyoba itu. Netoiguithania. Ndamuthaitha ciana citu mutikahuthirwo kuhura mwenzako. Ni turaigua oru muno mundu uyu arutete mbeca akanengera Ichung'wah akaheana ke makahura Gikuyu wenzao. Ni njonokaga muno nyumba itu ikirwa. Reke itwendane na tutikarwe. Niguo waheo mbeca uria kurekirwo kuria Wangige, anake marahairwo mbeca marahoria thimu, mararega kuhura andu ao. Niguo andu aitu mutikana rwe, nyumba itu yendane, muiguanire tha, ndukana thece mũrũ wa nyũkwa kahiũ ka mũgongo arorete mbere, ndukana iguĩre mwarĩ wa nyũkwa woirwo ahikio nĩ gĩtonga, no korwo gĩtonga kĩu nĩkĩo gĩgathomithia ciana ciaku. Na mũkire ki mũtikarie,
mutikari andu aitu ni tu tugeka ka tutioe wara karoka ina wahiukerwo wega atia twathiaga tukenete tugacoka tukenete rugendo rwitu rwari rwega rugendo rwitu twathiaga tukenete rugendo rwitu rurari rwega nyumba itu mutikamake gutire mbura etekaga atia na ninge tutigacokia karahara gekire atia tutigacokia karahara gekire atia na ninge nyumba itu tutingitahika tucoke turie matahiko ucio ni urimu neguo nie nikimaliza rais nimekuhakikishia nataka rais akiamuka mnyamaza yote yaongee si ndio na mimi nimeona Profesa Kindiki kuna pahali umetukosea kama jamii hii jamii yetu tuko na heshima na mtu yote ameaga dunia na sisi hatuwezi kuongea mambo ya urithi kabla hajazikwa umefanya makosa huko Tharaka kuongea mambo ya by election kama Kiaraho hajazikwa hiyo ni kinyume na desturi ya jamii yetu ya Mlima Kenya we don't discuss inheriting somebody until he is buried hapo profesa umeanguka kidogo utarekebisha tusiongee mambo ya kiti ya Kiaraho kabla hajazikwa finally nimeona speaker wa National Assembly hapa bwana speaker nimesikia ukiongea mambo ya standing orders I want to draw your attention to standing order number 51 that to discuss somebody who does not sit in the National Assembly there must be a substantive motion. It requires that a member delivers a written signed motion approved by speaker before it is placed on order paper for debate. For 5 times umekubalia bunge kuongea juu yangu without a substantive motion. You have let the National Assembly down. You are the Speaker of the National Assembly, not a youth winger for UDA. Wewe, if Kimani Ichung'wah wants to discuss me, let him move a substantive motion in accordance with order, starting order number 51. Kaate guo. Matida makijareria kuutadi kihiki yao. Na reule speaker ule ni wakili na narumagirira watho na ni akwenda akirumirira watho kaate guo ndirenda kumuonia itungati cia ruriri neguo ukaiha itungati cia ruriri iria tukoragwo nacio nigetha ndimwire uria ndirenda gwika uka kujeni hapa haya wale elected members only wale wengine mngoje hapo nataka hao wabunge huyu etagwo Wanjikũ wa Mũhĩa mũbunge wake Mĩmĩri nĩ njamba kati njamba nĩ gĩtungati ka gĩtigĩtungati akindĩrwo kana agakindĩrwo asanti karo hau nĩ tũkũina ũyũ ni seneta wa Laikipia etagwo John Kenyua nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ ũyũ etagwo Major Dong mũjumbe wa Embakasi Central nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ ũyũ etagwo Kagucia wa kũrĩa mũkũrũ-inĩ nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ ũyũ etagwo Kamanda Mũafrika wa kũrĩa Roysambu nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ ũyũ etagwo Senator Mũrango niwe guthurwo gavana wa Kirinyaga nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ ũyũ nĩ gĩtungati kĩa Murang'a Senator Joe Nyoto ũyũ etagwo MCA wa Mweki Kago Mũhũrĩra Irũĩ
MCA wa Baragwe Madenge, Masega Kuya Kasarani, Sisiri Karioki Nyandarua, Wakiri Kerago hapa Nyandarua, Chomba Kinangovu, majority leader hapo. Wapi waheshimiwa kwanza, Kairetu Gaka, Geta Wakacheri, Gaka Magamorodi, Kaikalire Jege, Naneko Gakuaga, Moda Yakwa, Nadirisia Ruriri. Oyata Wajeni Wake Hara, Wakura Naivasha. Oyo ni mwanake wakure ya Joroko, asante sana. Peter Mwadhi from Lemuru. Karani from Utawala. Speaker wa Iganjo hapa Nyandarua. MCA wa hapa Kalawa, asante sana. Oyo ni MCA vitu wako ya Ijini, asante sana. Mwanake wetu Medhu. Kejuge. Leke Juge. Juge kadika uge. Mwanake oyo kumarira JM wakwira 1975. Oyo nowe JM wito wago ko Nyandarua. Na mutiga choka koria JM wakwire ri. Mwanake oyo riria thiete Ruraya nowe ndigagira ruriri. Na tondu ni ngumagara mieri iri, mwanake oyo na timu ino nio ndatiga magitire nyumba itu. Neguo mwanake oyo ni akuhorwo anyitirwo na mahoya. Neguo asante sana. Leta hiyo kujeni hapa tuibe, leta kitabu keto ina karwimbo kamwe. Neguo toko ina nyimbo cia kuinira Ngai namba 35 na mutuinithie Jesu we unyendete. Neguo Jesu we unyendete nigurira hariwe liria bara inene Shako iye modu mudeni ono kiawe iwakwa itera moyo wakwa na moyo wakwa nowe so hariwe joya ochitire iene kuiokese awe oteithio wakwa na mwĩgitio wakwa unorerie thũ ciakwa. Dayo nyoba itu nedoka na ngeithi cia muthamaki witu muthamaki wa kana wa Jamhuri ya Kenya Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta.
Nimwamokera. Na tunaomba rais, hata kama watu wako na shida na mimi na jamii yetu, tunakuomba uambie hao wawache kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta amestaafu, apatiwe nafasi apumzike. Alifanya kazi ambayo inaonekana, na ningetaka kuuliza hao watu wako wa broad based, tumeona wakitukana Uhuru Kenyatta huko Nyanza, wawache. Wewe Kimani Ichung'wa, wacha kutukana Uhuru Kenyatta, hapana harika yako. Na tunaomba Uhuru apewe heshima yake. Nitwaiguithania. Muthamaki uri ha ni akuheo kitio giake. Ni akuheo kitio giake. Nie ndire no ndungi ndacokia ngatho, Ngai witu amurathime na mwike wega. Ni muriuka kunjerera wa Munyoro. Ni muriuka wa Munyoro. Mugokari. Mugokari. Mukarehwo nu. Methulu akamure. Thengio muno. Ngai witu amurathime. Amwike wega. Murore magokumia. Amwararamerie mihaka. Amugitire kuma kwi ndwari. Mici yanyu uraga irathimo ihiana mbura njega. Aya. Nĩ wega mũno na nĩ ngũria DJ he karwimbo kiaraho arendete muno. Ningependa uweke hiyo kawimbo, ile wimbo mheshimiwa Kiarao alikuwa anapenda sana. Tuweke hiyo kawimbo ili environment hiyo igie, si ndio? Tukienda kumaliza. Wapi DJ? Hamuna wimbo ya Kiarao? Na unajua alikuwa mwimbaji. Haya. Hebu tusimame wote tuibe hiyo wimbo ya mheshimiwa Kiarao. Fanya haraka. Meipata? Asanteni, tuketi. Thank you very much. Ketini chini. Asante sana kwa kusikiza. Na sasa nataka nichukue nafasi hii kumwalika our Deputy President Honorable Kithure Kindiki aongee machache na endelee na program. Karibu sana. Asante sana. Adoito murega rigi. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega. Ende ciothe. Gethi ciarera Mwathani agocwo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na viongozi wote ambao wamefika hapa, viongozi wa kanisa pamoja na familia ya ndugu yetu Mheshimiwa David Kiarao ambaye Mungu amempumzisha.
nataka niseme maneno mawili. Ya kwanza kabisa niseme ya kwamba huyu David Kiarago ndugu yetu, huyu Kiaraho ni ndugu yetu ambaye alikuwa mtu wa bidii na mtu ambaye ni mstaarabu. The Honorable David Kiarago was a dignified man, and I want to pray that where he is, he rests in eternity. And I want to urge all of us who are mourning him, the same way he was a man of dignity in life, we must treat him with dignity in death. The second issue, Your Excellency and fellow mourners, is just to encourage that we, going forward as a community, as a nation, we learn how to respect families, communities, and I want to request that we put down political temperatures to allow mourning, because we have a lot of opportunities to do politics outside the church and outside the events like this one, when we want really to support Mrs. Kiaraho, the children, and the people of Olkalau. Before I invite the President, I want to mention the names of the CSS who are present. They just stand. I'll acknowledge. Tuko na mawaziri Rebecca Miano anatoka sehemu hii. Tuko na waziri Kabogo ambaye ni waziri wa ICT. Tuko na waziri Liki Nyanjui, na tuko na waziri wa maji Mheshimiwa ama waziri Eric Mugaa. Tuko na PSs kama 4 hivi. Nimeona Patrick Mariro wa defense. Pole. Na tuko na waziri ambaye alikuwa waziri wa Kiaraho katika ile department ama departmental committee ya transport. Waziri Davis Kirkir walikuwa wanafanya kazi pamoja na Kiaraho. Tuko na PSs. Iko waziri pia wa public service Mheshimiwa Roko. Tuko na PSS, mention defense Mariro. Nimeona Mbogwa, engineer Mbogwa comes from Nyandarua, PS for roads. Nimeona PS Karogo wa EAC na PS Alex Washira wa energy. Kwa hayo mengi, nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa nimwalike kiongozi wetu Rais William Samuel Ruto. Ni fire si fire, ni noma si noma. Basi, asante sana ndugu wananchi, viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa, wachungaji, Mama Jackie Kiaraho, bibi wa ndugu yetu David Kiaraho na familia yako, viongozi wote wenzangu, ndugu wananchi wa Olkalau na Nyandarua, hamjambo. Hamjambo tena. Andu aito moriega. Mwathani agocwo, Ngai no mwega, na hende ciothe.
Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza mimi namshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii na kibali leo tufike hapa Olkalau ili tuweze kumsindikiza ndugu yetu kiongozi Mheshimiwa David Kiaraho. Mimi nilimjua huyu David Kiaraho wakati alichaguliwa kama mbunge wa sehemu hii. And I can bear witness that David Kiaraho was a focused, forthright, committed, hard-working leader. Huyu Kiaraho alinialika hapa Olkalau mara nyingi, na kila wakati alinialika hapa ilikuwa ni mambo ya maendeleo ya watu wa Olkalau na mambo ya maendeleo ya watu wa Nyandarua. Na ndio mimi nimefurahi leo kufika hapa, hata ingawaje ni kwa huzuni, ili tumpatie heshima huyu kiongozi kwa sababu ya utendakazi wake, kwa sababu ya kujitolea kwake, kwa sababu ya mchango wake kwa maendeleo ya Olkalau na taifa letu la Kenya. Mimi naambia familia, the wife and the children, you had an outstanding father and husband. And today we celebrate the life and times of this great leader in a very special way, and thank God for his life and for the contribution he has made in the development of our nation, and especially in the service of the people of Olkalau. Watu wa Olkalau, najua mmempoteza kiongozi wenu, mtu ambaye alijitolea. Ni kweli mwaka wa 2022 tulijaribu kama UDA kushindana na huyu Kiaraho, lakini huyu Kiaraho alitushinda kwa sababu ya kazi aliyokuwa amefanyia watu wa Olkalau. And it reminds us today ya kwamba hawa wananchi wanatambua kazi, sio makelele, sio vita, sio matusi, sio sarakasi. Na ndio sababu hiyo we are celebrating a leader today. And the people of this Olkalau constituency stood with Kiaraho because of his performance, what he did for the people of Olkalau. And every leader will be judged as such. Watu wa Olkalau, mimi katika kushirikiana na ndugu yetu Bwana Kiaraho, kwanza alinisukuma sana wakati nilikuwa naibu wa rais chini ya Rais Uhuru Kenyatta. Na nakumbuka tukisimama hapa kwa junction. Wakati huo hii barabara ya kutoka hapa Captain kwenda Ndemi haikuwa ya lami, ilikuwa ya vumbi. Na Kiaraho kwa imani akasema one day hii barabara itakuwa ya lami. And he has not stopped. Alitusukuma, tukatengeneza hiyo barabara, imepita Ndemi, imepita Wanjohi, na saa hizi tumeanzia kule Ndonyonjeru ikisonga. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa hapa, mbali na mambo hiyo ingine yote, hiyo barabara tutawakamilishia. Aliniuliza vile vile, hii barabara ya kutoka kwa Mumbi
kwenda Pasenga, kwenda mpaka Boiman, wakiwa na huyu ndugu yangu kijana huyu Bwana Mushira. Hiyo barabara vile vile mimi nawahakikishia watu wa hapa Olkalao, hata kama ndugu yetu Mheshimiwa Kiarao ametutangulia, hiyo barabara mimi nitahakikisha ya kwamba tumekamilisha. Watu wa hapa mimi nataka niwaeleze vile vile, wakati mmoja nilikuja kwa sababu nimepatiwa orodha mrefu ya zile barabara mimi nimezungumzia, na ni kweli hizo barabara zote mmetajiwa hapa ni mimi nilisema, sio mtu mwingine, ni mimi. Na mimi niko na akili ya kujua vile nitafanya hiyo barabara mpaka ikifika mwaka ujao mimi nitakuja kufanya mtihani, na hiyo mtihani mimi nitapita. Sikila, mimi nataka niwaulize, sikila kiongozi alisema ile atafanya? Ama sikila kiongozi alisema ile atafanya? Si MCA alisema yake? Si mbunge alisema yake? Si gavana alisema yake? Si senator alisema yake? Si mimi nilisema yangu? Sasa kila mtu wewe panga kazi yako ile uliahidi wananchi. Yes. Mimi ninajua vile nitatimiza yangu, wewe pambana na yako. Sijui kama tunaelewana watu wa Nyandarua. Mimi nimesema kila kiongozi atapimwa na kazi yake. Kama wewe ni mtu ya kupiga nduru na kelele na kuzunguka sijui nini sarakasi, hawa wananchi si wajinga vile mnawaona. Wanajua ya kwamba huyu anafanya kazi, huyu ni wa matusi, huyu ni wa makelele, huyu hana mbele wala nyuma. Na hawa wananchi watatupanga. Ama namna gani ndugu zangu watu wa Nyandarua? Watu wa Nyandarua, kuna mambo manne ya muhimu muliniuliza wakati mmenipatia nafasi ya kuwa rais wa taifa letu la Kenya. Na mimi nawashukuru sana kwa kunipatia heshima ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Na ile tulikubaliana na nyinyi, si namna hiyo? Kuna barabara tulikubaliana na nyinyi, mimi nataka niwahakikishie, wacha ile imesemwa hapa, kuna ingine hata nimeongeza. Yes. Kwa sababu ninajua how to do it. Munanielewa jameni? Unajua hapa nilienda wakati mmoja hapa Ilpolosat hapa, nikapitia pale watu wa, kuna mahali inaitwa kwa Wanjiku na kuna mahali inaitwa kwa Milka, si namna hiyo? Hiyo sehemu yote barabara yenu mimi nakuja nayo, relax. Mimi nilisema na nitakuja naye. Nilikuja hapa mara ya mwisho, nilikuwa hapa Nyandarua. Nyinyi muliniuliza, hasa kuna watu waliniwekea kibao kubwa sana, wakaniambia wanataka ile barabara ambayo mulisema kwa haraka Ruanyambo mpaka Kinamba. Si muliniwekea kibao hapo? Sasa mambo yenu iko sawa. Mimi nimepata pesa ya kuja kutengeneza barabara yenu, na mimi nakuja hapa kufanya hiyo barabara. Nyandarua hoye! Olkalao hoye! Mimi niko njiani nakuja kufanya hiyo barabara yenu. Hawa wananiongelesha hapa kwa maneno, mimi nitawajibu kwa vitendo. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Sijui kama tunaelewana watu wa Nyandarua. Huyu Kiarao alikuja kwangu akaniambia, Bwana President, hapa Nyandarua sisi tumekubaliana kama viongozi
akiwemo gavana, wabunge wote, mama county na wale wengine, wakakubaliana viongozi wa hapa. Hata siku ile Kimemia alikuwa gavana, mulikuwa mumekubaliana ya kwamba tuwe na university hapa Nyandarua. Ni kweli ama si kweli? Mulianza kuuliza university miaka nyingi. Mimi niliwahakikishia ya kwamba in my time as president of Kenya there will be a university in Nyandarua County. Mimi nasimama hapa leo, watu wa Nyandarua. Last year, mwaka uliopita, tuligazette Nyandarua University College. Na nataka munisikize kwa makini. Hii kiwanja, hawa viongozi walikuja kuniuliza, wakaniambia, Bwana President, ili tuwe na mahali pazuri pa kujenga university, tusiende huko Oljororo mahali kuna ile technical ama college yetu ya Polytechnic. Wakaniambia tuko na shamba hapa, wakaniambia tuhamishe shule. Mimi nikawapanga na milioni 10 tumehamisha shule. Mimi nimetumana tena shilingi milioni 100 iko hapa Nyandarua saa hizi nikiongea na nyinyi. Na mimi nataka nitangaze hivi. Hiyo milioni 100, mimi nataka shule ya Salient, wale waliotusaidia mahali pao ndio iwe university, wachukue milioni 20, milioni 80, mimi napanga tukuje tuanzishe university tuition block hapo. Sikizeni, vile vile tumewapatia pesa ya kwanza milioni 350 ya kuanzisha ujenzi wa university, kujenga hostels, na mimi nitakuwa hapa, msikuwe na wasiwasi.